Bana, leo nimemtembelea brother wangu mpishi mkali anaitwa Mwalimu Agogo. Huyu jamaa anapika, mwanangu sio mzangu. Ngoja mambo yake, anapika vipi kisosi ambao kinakaa fresh real kabisa. Bana, mambo vipi hapo brother? Fresh barida kabisa. Naona wewe ni mpishi mzuri kweli. Mimi mpishi kabisa, mimi mpishi. Kabla ya kukuambia kitu chochote, ngoja kwanza tuchungulie kwanza chakula yake kwanza, uone msosi mkali. Bana, hiyo ndio chakula yake anayoipika. Ngoja tumsikilize mawili matatu anapikaje. Hiyo ndo room yake. Ni kijana ambaye anajitegemea vizuri, anakaa na watoto wao, ndo hao unasikia nyumba zao ni hizo hapo. Ndo leo nimependa kumtembelea na kumsikiliza baadhi ya maneno mawili matatu, tusikie jamaa anajitahidi kwa kupika. Bana, unaitwa nani? Majina yako jitambulishe kwa watu. Mimi naitwa Agogo. Kimaarufu sana naitwa Mwalimu Simba ama Mwalimu Agogo mwenyewe. Mwalimu Agogo mwenyewe. Bana, wewe unatokea wapi, unaishi wapi na unafanya nini kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi kwanza nimetokea hapa Kenya hivi Kakuma. Hapa ndio pale nimetokea. Na nimesoma hapa kuanzia nursery mpaka form 4 nimemaliza. Kuna diploma. Na sana nimejifunza masuala ya kupika haya. Ukiona vitu vyangu vyenyewe huko ni unyama. Ni unyama kabisa. Yaani nyuma ya kusomesha watoto hamna nyingine kazi nyingine, au ni ya kupika nayo kama kazi, au unapikia watu wa nyumbani? Kwa kupika ninapika. Hata juzi nilikuwa kwenye mashindano ya upishi na niliibuka kuwa namba 2. Hongera sana kwa kweli. Hongera sana kwa kweli. Asante. Yaani mtu wa kiume unapika hadi mpaka unatoka wa pili. Kweli kabisa, huyu jamaa anapika kabisa. Kwa hiyo majina yako maarufu sana ambao wanazoleka nyumbani kutoka na Agogo, ni hiyo wazazi wako walikupa au kuna majina yako? Hapana, kwa majina yangu kabisa ya wazazi naitwa Francois. Naitwa Francois Risasi. Hiyo ndio jina yangu kabisa, but so unajua ujana ni maji ya moto. Kwa hiyo kwa nini yani babako ndo anaitwa Risasi? Yeye ndo anaitwa Risasi. Maana ya risasi unalijua? Yaani maana ya risasi unajua tu tu vile. Wewe njoo kwa Wakongo useme mimi naitwa Risasi, ndio utawajua vizuri. Wakongo wachekeshi kweli. Haya bana, tumeona kabisa. Ila mbona miguu yako inaonekana kama mchezaji fulani hivi, au unacheza na mpira? Kwa mpira kweli napiga mpira. Nilikuwa hata legend lakini niliacha. Sasa hivi nimekuwa tu tunacheza tu old boys, boli za wazee kiasi hivyo. Kwa hiyo mtu ametoka kwenye kucheza mpira ameingia mcheza mpira wa wazee tu, yani kucheza, lakini nasikia kabisa skendo zako na sifa zako, ulikuwa mchezaji mzuri sana hapa camp. Uliacha mpira kwa nini sasa wakati wewe mchezaji mzuri, wa kuona kama mpira unaweza kukuletea umaarufu na kukupatia kipato cha pesa? Kiukweli ni ukweli ambacho naongea, but sometimes football hapa ilipi. Kwa boli tulikuwa tuko naye tulicheza boli ambayo kila mtu alisifia na aliipenda. Ila sasa tulipoanza kutafuta kazi ama tulipoanza kuwa na tamaa ya kupata hela, tukaanza kuja kuona tuna focus na kitu ambacho hakituingizii kitu. Ikabidi tutafute njia nyingine. Ikabidi tuanze kuapply, tukapata kazi ya ualimu ambayo tunapata hata ile kidogo ya kununua suruali na kununua hata kiatu chenyewe cha kuchezea mpira. Ndio maana tuliachana kwanza na mambo ya mpira kiasi, kwa sababu kazi ambayo tunafanya ni kuamka asubuhi, unakuja saa 9 yenyewe umechoka, bado hujamaki sijui vitabu vya watoto namna hiyo. Mengine tu yale ambao wewe mwenyewe unayajua, shughuli ya pale na pale hayakosi. Ni kweli kabisa. Bana, twende basi hapo kwenye chungu tuangalie unavopakua, unavoweka msosi vipi, unavogeuza nini. Mwana aviungui hivyo kweli, au uko makini kwa kupika? Niko kwenye niko vizuri sasa, niko fresh barida hapa. Barida kabisa. Kwa namba 2 sio mchezo. Sio mchezo kwa kweli. Bana, huyo ndo alikuwa anaitwa Mwalimu Agogo, mzee wa kupika, mzee mpishi mzuri kabisa. Tunaendelea kumsikiliza na tumepata mawili matatu kutoka kwake. Vijana, kwa hiyo jitahidini mwe mnajifunza kupika kama mwenzetu hapo, msijifanye eti nyie ni wanaume hamtaki kupika. Kwa hiyo ndugu yangu, wale wanaume ambao wanasema kupika wao jao, na washauri nini? Watakuwa na taabu kwenye ndoa.
Unasikia jamaa nawaambia kabisa, mwanaume ukatae kupika kwa sababu wewe hiyo kazi sio ya kwako, ni vibaya sana. Kwa hiyo unajitahidi mnapika. Kwa hiyo mwenzetu mwanaume tena ni msomi, sio kama sio msomi, ni msomi, amesoma sana, lakini wewe utamkuta kwenye mafika anapigia watoto, yani anawasaidia. Hawa ni wanani zako sasa? Ni watoto wa dada yangu. Hawa watoto wa dada yako. Basi poa Mwalimu Agogo, nimefurahi na nimeona chakula chako. Kwa hiyo nakisubiri nikile nisikie chakula cha Mwalimu Agogo. Au mnasemaje? Tunakula chakula chake. Basi poa, nyuma ya kamera ni mwalimu mkuu, hamna mtu mwingine kutoka DRC Congo, lakini mtaa wangu unakaa Dar es Salaam Chanika. Tumekuja kutembelea watu wa Kakuma huku Kenya. Kwa hiyo zaidi na zaidi tutatembelea watu wengi sana, Malawi, Zambia, Uganda, tutafika kote kuwasaka vijana ambao wenye vipaji mbalimbali wanapika msosi vizuri kabisa. Kwa hiyo Bwana Francois nakutakia siku njema, jao.